Karibu Bahari Media, ambapo kimsingi mazungumzo haya unaweza ukayapata kupitia Bahari FM. Na hapa ni Bahari TV. Jina langu ni Amur. Tupo na mgeni kama ilivyo desturi na kawaida yetu, tunakutana na viongozi mbalimbali kwa ajili ya kwenda kuzungumza na kujua maendeleo ambayo wanaendelea kuyafanya kwa upande wa majimbo huku, lakini hata kwa upande wa kile ambacho wamekabidhiwa na wananchi. Na leo tumekutana ama tupo hapa na mwakilishi wa jimbo la Konde kupitia Chama cha Mapinduzi, ambaye pia ni naibu waziri wa maendeleo ya jamii, jinsia ya watoto. Tutakwenda kuzungumza naye hapa mambo mengi kabisa, lakini kuna jambo kubwa ambalo pia tutakwenda kuzungumza pia naye, ambaye atuelekeze kwa undani kabisa kile ambacho amekifanya, lakini anakwenda kudhamiria nini hasa kwa upande wa wananchi wa jimbo hilo la Konde. Karibu sana. Asante sana. Kwa majina unaitwa? Naitwa Zawadi Amur Nasor. Mwakilishi wa wananchi jimbo la Konde, lakini pia naibu waziri maendeleo ya jamii, jinsia, wazee na watoto. Nashukuru sana. Karibu sana Bahari TV. Asante. Karibu sana, lakini hebu tuambie kwa mara yako ya kwanza unaingia Bahari TV, umejisikia furaha gani? Kwa mara yangu ya kwanza nilijisikia kwanza, popote utakapoingia wajisikia ugeni au utakuwa mgeni tu, lakini nashukuru kwa mapokezi niliyopata. Kumbe ni eneo moja zuri ambazo waweza ukapeleka ujumbe na message kwa jamii na ikafika kwa wakati. Naamini hivyo kwa sababu huwa naona. Kwa mimi leo nimefarajika kuwa mgeni. Asante. Umeomba ridhaa kwa wananchi wa jimbo la Konde na wananchi wakatoa uthubutu wa kukupa jimbo na kuwatendea yale mema, hasa miongoni mwa yale ambayo Mheshimiwa Rais anataka viongozi ambao wako chini wayafanye, na wananchi ifike muda sasa waridhike na waendane na ule mwendo ama kasi ya Mheshimiwa Rais. Kuna kipi ambacho unajivunia mpaka kufikia sasa ambacho umewatendea wananchi wa jimbo la Konde? Kwanza naomba nikujuzi kwamba mimi kwa sasa hii ni awamu yangu ya pili. Na nilikuwepo kipindi cha miaka 5 iliyopita. Lakini kwamba ni nini ambacho naweza kujivunia jimboni kwangu ambacho pengine ninawafanyia wananchi, naweza nikasema wala si kimoja, cheza wala kisiwe kimoja. Na kwa nini si kimoja? Kwa sababu ndio maana nikarudi tena kipindi cha pili. Na ingekuwa ni kimoja hakuna, pengine nisingerudi, kwa sababu wale waliotoa ridhaa ya kunirejesha ni watu, na wao wapima ufanisi wa yule ambaye wamweka. Kwa hiyo hapo mengi tu niliyofanya jimboni, yakiwemo nililigawa jimbo nini nifanye kwenye misingi 5. Kwa kuwa nilikuwa ni mdau na ni mkazi wa jimbo, nilikuwa naona changamoto nyingi zilizopo kwenye jimbo, kwa mimi nikaziweka makundi 5. Nikaangalia swala zima la elimu, lakini nikaangalia swala zima za huduma, mfano maji safi na mambo mengine ambapo ndio ilikuwa kilio. Lakini nikaenda kuangalia namna gani ya huduma za jamii kwenye makundi maalum, yakiwa pengine walemavu, wazee na watu kama hivyo wanaoishi mazingira magumu. Kwa hiyo katika ugawanyo ule nikaangalia sasa nguvu yangu mimi kama mimi, lakini pia nikaangalia nguvu ya serikali. Serikali ina nguvu yake ambayo si waheshimiwa huwa yatupa kwenda kusaidia huduma kwa jamii kupitia mifuko yetu ya jimbo. Kwa kwanza moja nilohakikisha kwamba ile mifuko ya jimbo moja kwa moja ikatatue hasa zile changamoto na kero za wananchi. Kwa basi kupitia mifuko ya jimbo tukaenda tukaboresha masuala ya maji kwa kiasi fulani. Lakini pia kupitia hiyo mifuko ya jimbo tukaenda tukasaidia kwenye masuala ya elimu, kama pengine ulikuwa kwa kuhitajika pengine ujenzi wa mabanda ya shule, kusaidia pengine usakafu na mambo mengine, kwa tukaenda tukasaidia huko. Lakini sasa kwa upande wa huduma za kwa makundi hayo, pengine namna gani tuyasaidie makundi yote yaone, ikabidi kwa nguvu tuongeze wadau na wahisani, kwa sababu tuashuhudia kwamba kuna wahisani wengi tu ambao wana nia njema ya kusaidia watu. Basi tukaenda tukagawa kwenye makundi kama mafungo ya mayatima, pengine wasiojiweza, lakini na wazee. Tukaenda tukawasaidia mahitaji yao. Kwa mfano kupitia taasisi hata za serikali,
Wapo walemavu ambao tuliwasaidia huduma, pengine vigari vya kuweza kujisaidia. Lakini kwa upande wa mayatima sasa, zipo taasisi hasa za kidini ambazo zina nia kusaidia watu hao pia. Tukenda tukajiwekeza kwao na wao wakawa na nia kidogo ya kusapoti. Ukienda na jamii, kwa kwenye jamii yangu yapo mambo ambayo ninafanya, na ukienda utaliona kwamba hii hapa ni athari na hii ni athari na hii ni athari. Swala la maji ukienda utakuta, masuala ya elimu ukienda utayakuta jimboni na mambo kama hayo. Kwa hiyo wananchi walikuwa naamini wanipenda. Pamoja na kuna changamoto, wajua sio wanasiasa wako wanaokupenda wako, lakini wanaonipenda najua wapo. Na ndio maana nikarudi. Asante. Hongera sana mheshimiwa. Nataka tuzungumze kwenye sekta ya maji. Amezungumza maji hapo kidogo. Changamoto kubwa imekuwa ni maji. Ukitembea majimbo tofauti utambua maji. Na wanaopata athari kubwa zaidi tunasema ni kina mama, na wewe ni mama ambaye upo hapo na unaendelea pia kupambana kuhakikisha kwamba maji inakuwa si changamoto kwenye jimbo lako. Kwa asilimia ngapi ambayo kwa sasa imeshavuka, na unaamini kwamba kuna asilimia chache ambayo imebakia nitakwenda kutatua kabisa tatizo la maji kwenye jimbo lako la Konde? Asante sana. Kwanza ni kushukuru kwa hilo swali, lakini changamoto ya maji kwa upande wa jimbo langu ipo, lakini si kwa kasi ukilinganisha na majimbo mengine. Kwa nini majimbo mengine? Kwa sababu kwa kuwa nilikuwa naibu waziri wa maji pia, nilikuwa naona pengine maeneo mengine yapo, lakini mengine yapo sana, mengine yapo kiasi, lakini kwa kasi kubwa zaidi changamoto kubwa ya maji nikasema kwa jimbo langu na maeneo mengi takriban yalichangiwa ni ile miundombinu ya zamani, ambapo serikali sasa yaenda kuibadilisha miundombinu kwa baadhi ya maeneo mengi, aidha kuchimba visima vipya, lakini na ile bomba zile za zamani kubadilisha kuweka bomba mpya. Kwa jimboni kwangu ipo, lakini si kwa asilimia kubwa. Changamoto ipo, yapungua kwa kadiri siku zinavyokwenda, na kuna baadhi ya maeneo hawana changamoto kabisa ya maji kwenye hilo jimbo. Kuna wengine wana mgao, lakini kuna wengine wana visima, ambapo ni juhudi ambazo tulizifanya ili kwa waliokuwa pengine miundombinu ndo haijafika. Wajua tena jamii yetu ya kuwa kuna vijiji vipya, basi kwa kushirikiana na watu mbalimbali na mimi mwenyewe, basi tulichimba visima kuona kwamba basi ili tatizo la pungua. Na niseme hasa halipo kama maeneo mengine, pengine kwangu lipo afadhali kidogo na watu wapata maji. Kwenye uchimbaji wa visima hapo mheshimiwa, mimi nataka hapo. Hivyo visima ambavyo umevichimba, tungepata kujua idadi basi visima vingapi ambavyo umechimba, lakini pia tunataka tujue sababu pia kwenye visima kuna changamoto ambayo nakutana nayo mimi. Moja ya changamoto ambayo nakutana nayo mwisho juzi ni kwa wananchi, manake umeshawachimbia kisima, tanki umeshawekea mita, lakini bado kuna mvutano namna ya kulipia ule umeme. Kwa hiyo labda wewe kwenye hilo ama hiyo operation hiyo umejiandaa vipi kuondoa kabisa changamoto? Pengine maji tayari yamepatikana ama kisima kipo, lakini kuondoa kabisa ile changamoto kwamba wananchi sitaki walalamike kuhusiana hata umeme, labda umeme umekata ama umeme umeisha, kwenye swala la kutafuta sola. Asante sana. Ni ukweli kwamba visima vingi vya jamii ambavyo vachimbwa kwa nguvu za waheshimiwa au kwa wadau, baada tu mradi kukamilika, changamoto ndio hiyo zaidi ni umeme, au pengine ukitokea maharibiko ya kile kisima, ina maana jamii hawawezi pengine kutengeza, aidha tutaweza kusema kwa hali zao, lakini pia utamaduni kwamba aliyechimba pengine ndio atengeze, ipo hiyo pia. Lakini kwa jimboni kwangu kweli visima vipo, kwa maharibiko ya kuharibika kutengeza huwa natengeza. Lakini kwa ishu ya umeme, kabla kuchimba kile kisima, kwanza huwa tutakiwa tutoe elimu, kwa sababu Waswahili wasema abebwae hujikaza. Kisima pengine kimegharimu zaidi ya milioni 15, wengine vyafika hata pengine 20. Pengine juhudi za mwakilishi aidha yeye kama yeye, lakini yeye kuna mhisani alimtafuta akakiweka. Kwa hiyo wananchi sasa mjue thamani ya kulipa yale maji yapatikane. Lakini pia ukiangalia lazima ulipe japo kidogo. Kwa mfano kwenye kijiji jamii kisima kipo, kwa mfano akisema kila jamii pengine mtu atoa shilingi 500 wanao uwezo wao kwenye kijiji kile yale maji wakaingiza umeme na maji wakapata wakatumia. Lakini mara nyingi changamoto ndio hiyo, na tuatoa elimu, basi mkishachimbiwa pengine kwa mwezi watoa shilingi 1400 wewe
basi kubali utoe ili sasa hiyo huduma iendelee, kwa sababu mahitaji ni mengi na si waheshimiwa, tuna mambo mengi, inawezekana tukashindwa kuatilia, lakini wenyewe kwa vile huduma mwapata, basi mimi sizioni wala kuwa nyingi 1400 kama jamii itakaa pamoja. Mimi nikushukuru mheshimiwa kwa swali zuri, lakini kwa kujibu pia vizuri. Na nataka tusiondoke hapa kwa sababu tupo kwenye maji na umeme pia tumegusia. Nataka pia tuzungumze kwenye swala zima la umeme kwenye jimbo lako la Konde. Kwa asilimia ngapi umewafikia wananchi wa jimbo lako kwenye kupata nishati ya umeme? Hiyo hivyo vizuri, afika hata 90 na sina shida ya umeme jimboni. Aliye na alokuwa anao mwenyewe utaka, basi umeme wafika. Kwanza nimpongeze kwanza Mheshimiwa Rais kuona kwamba nguzo za umeme popote ulipo upelekewe huduma. We mwenyewe tu kuingiza. Wapo wananchi nguzo zishapelekwa akwambia mimi sina uwezo pengine wa kulipia pesa, uwezo ukamwangalia na uhitaji basi. Au kwa mfano kama hivi karibuni nilipata changamoto, kuna kijiji fulani chataka kipelekewe umeme. Nikamwambia kasajilini shilingi 1800. Wakaniambia hata 1800 hawana. Nikamwambia mengi wapa 1800 ya kusajili. Mtakuja niambia na nyote kila mtu hapo shilingi 200,000 niwaingizie. Kasajilini kwanza tuone uhitaji. Nani yahitaji? Ili wewe umeme ufike kwenye kijiji. Ukishafika tu mtu aweza kufanya ile matamanio kwa fulani humo akachecharika japo laki nini akapata. Kwa hiyo issue ya umeme jimboni hakuna shida, watu takriban naweza kusema hata 90% umeme upo. Wala si shida. Hamna shida. Na kwenye miundombinu ya barabara? Miundombinu ya barabara nako nipo vizuri, tena vizuri, napongeza kwa zile barabara zile kubwa ambazo zaendelea kwenye maeneo ya mahitaji ya watu. Kwa mfano barabara ya Msuka ilikabidhiwa tu kipindi cha nyuma, ipo vizuri, ambapo infika kwenye bahari huko ambapo watu wapata mahitaji, ipo vizuri. Ilikuwa kuna kilio barabara ambapo kwa barazani nikipiga kelele sana mwanzoni, barabara yangu ya Makangale, watu wakani sema sana. Kweli sasa hivi ipo vizuri, ienda kwenye mchakato wa kumalizika, yatengezwa. Kuna barabara nyingine ndogo za ndani niliangalia ilani zimo, imani yangu nazo zitatekelezwa. Kwa hiyo sina shida sana. Nishukuru kwamba jimbo langu Mheshimiwa Rais kaniliona kwa upekee. Mengi tu yalioahidiwa yanayofanywa maeneo mengine, basi jimboni pangu yapo kwa asilimia kubwa. Turudi nyuma kwenye mfuko huu wa jimbo ambao umekuja kubainisha hapa baadhi ya mambo kama huduma za elimu, lakini pia huduma za jamii, lakini maji safi, lakini pia kusaidia makundi maalum. Umetaja hapo. Nataka tuone umewafikiaje watu wenye makundi maalum kwenye suala zima la elimu, hususan kwenye jimbo lako la Konde. Kwanza kwa mfuko wa jimbo una masharti yake kutumika kwa jamii, na kuna baadhi ya maeneo huwezi ukayatumia kwa kupitia mfuko wa jimbo. Kwa hiyo ni swala la elimu, pengine kwa sababu ligusa mfuko wa jimbo, swala la elimu kwenye mfuko wa jimbo labda kusaidia masuala ya miundombinu. Basi kama hivyo tu, lakini kwa mimi mwenyewe tu kielimu, kwenye masuala ya elimu, kwanza nilipoingia pale jimboni, kwa sababu jimbo langu nalijua lilikuwa lina changamoto ya ufaulu ya pengine matokeo, na mimi natokea kwenye mwalimu. Kwa hiyo nilikuwa najua changamoto nyingi tu za kielimu, na ndio miongoni ya misukumo wa sanga sasa mimi singi huko ngenda nikapushi hasa hii elimu, kwa sababu ilikuwa ndo roho yangu, yani ndo msukumo. Kwa hiyo swala la elimu pale mimi nikaanzisha mradi kama uhamasishaji fulani kuondoa zero na kuongeza ufaulu. Kuongeza ufaulu kwa wanafunzi hao walio standard hapa, lakini pia kuondosha zero kwa wanafunzi wa local form 4. Kwa hiyo tukakaa na walimu pale tukajadiliana namna gani hii mbinu tuiendee, tukaanza kuiendea. Basi kwa kuwa watoto wahitaji motisha, tukaandaa kwanza tuwape motisha, lakini pia tuangalie changamoto ambazo zakabili kwenye swala zima la elimu. Swala la miundombinu serikali ishatengeza kwa sana, mpaka hivi ninavyoongea pengine karibuni nishafika asilimia hata 75 kuondoa mkondo wa, yani naenda kwenye mkondo mmoja sasa hivi. Shule zangu tayari zipo baadhi nyingi tuenda mkondo mmoja. Kwa hiyo ndio pia na uboreshaji huo wa kuongeza ufaulu. Lakini sasa mimi kwenye kuwamotisha labda wanafunzi na walimu mkao nawafanyia kila mwaka waliopata pengine waliopasi kipawa, waliopata mchipuo, waliopata division 1, 2, tukanadi hasa kabisa kwenye mikutano ya hadhara. Ahadi yangu kwamba atakayetokea division 1 na 2 tutawapongeza, tutawafanyia pongezi na walio michipuo.
Wakafanya mwaka wa mwanzo ule nikapata watoto mwaka wa mwanzo walikuwa 75, mwaka wa mwanzo wa uongozi. Mwaka wa pili nikapata 100 sijui nani. Ikawa wale watoto sasa wapanda. Lakini zaidi wapanda walikuwa wapanda huko msingi zaidi. Sekondari wakawa wapanda lakini wao mdogo. Kwa kuna baadhi ya shule zilizopo jimboni zilifanya vizuri sekondari pia. Tukawa tupata watoto wa division 1 na 2 watokea. Kwa hiyo kwa hilo basi napongeza watoto, nawapa nini? Tulianza kuwafanyia sherehe, tukala pamoja, baadaye tukawazawadia zawadi ndogo na pesa kidogo, juu watoto wapenda wachezee. Kwa lile nikahisi mwenyewe kama hili ni motisha kwa upande huo. Kwa miaka ile 5 ya mwanzo na nikaendelea takriban yote miaka 5. Lakini sasa nilipokuja miaka hii 2 niliona basi kwa upande huu acha nibadilishe kwenye education, kwa sababu mnyonge mpe elimu. Ukitaka ikomboe familia ya mnyonge basi mpe elimu. Msaidie mtoto wake asome, kuwapa pesa hatuwezi, lakini msaidie basi wapate elimu. Kwa ndio sasa kwa upande mwingine kwenye elimu sasa nikaja basi kwa wale wote ambao kuwa watashindwa kuendelea. Kwa kuwa kule tulikuwa tuwasupport waliopata division 1 2, lakini na 3 kwa motisha. Kwa kuwa sasa wataachwa wengine watadrop, hawa tuwaendeleze. Wapo ambao wataendelea kwenye vyuo kwa diploma, ngazi ya diploma. Hawa form 4 je, watafanya kazi gani? Watabakia tu mitaani wazurure. Watakao kuwa na moyo basi wa kujiendeleza, nao ndoto zao zipo kujiendeleza mpaka kufikia malengo yao ya vyuo. Basi ndio tukaja na hiyo program basi tuwasupport vijana wote, lakini nikaanza jimboni kwangu kwa sababu ndio sadaka yaanza nyumbani. Kwamba vijana wote ambao walifanya mitihani lakini wakaanguka, nikaanza kuuliza hiyo dhana ya D2, nikaanza kudhana aweje, anzaje, sifa zikoje. Lakini je, mkishamchukua nyewe mkishamfundisha ngazi ya cheti, yeye kama yeye atakuwaje? Labda aweza akajiajiri au aweza hata akajiendeleza akipenda kujiendeleza diploma. Kwa akanambia zipo kozi za VETA, ukianza na D2 basi watakukuza wao mpaka hata ukitaka digiri utakwenda wewe mwenyewe. Kwa nikaanza kutoa motisha jimboni kwamba walio tayari wa kufanya hivyo na bado mtu mwenyewe aona aweza kusoma, vijana tukahamasishana, wakatoka nikaenda mimi kwenye chuo hicho tukajadiliana. Lakini kabla ya hapo kwanza, kwa nini Victoria, waweza kuja niuliza kwa nini Victoria na vyuo viko vingi? Huko leo sana haraka. Swali liko hilo. Kwa sababu pale mimi nikaenda wale nikamwambia basi jimboni kwangu kwa elimu na motisha waliofanya vizuri walioko kwenye wale 7, lakini pia na wale form 4 waliofanya vizuri, basi nao walioanguka nisiwaache tu hivi. Kwa vile naamini mie aweza akaja akatokezea mule ndani yake wakatokezea wazuri zaidi, wakaja wafanya mambo makubwa zaidi. Kwa kama anayo hiyo akili ya kuendelea, basi na wao tuwapush hivyo tuendeleze. Mheshimiwa, katika kupushi kwako umefuatilia kwa ukaribu, umefanya jitihada nyingi sana za kuona kwamba unakwenda kuwashika mkono wale ambao wanahisi wao wameanguka, lakini ukasema hapana, kuna namna nitakuokota na nitakupandisha, lakini utakapokuwa tayari. Yani mwananchi wako yeye awe na utayari tu. Ukaamua kuingia moja kwa moja kwenye ubia tunasema, na chuo cha science cha Victoria cha teknolojia ya science na teknolojia cha Victoria kwa upande wa tawi la Pemba. Nataka uniambie hapa kitu gani ambacho kimekuvutia ukaamua kuingia na ubia, lakini hapa pia kuna elimu gani ambazo zinapatikana ambazo pengine mwananchi wako wa jimbo lako anahitaji kuingia pale na yeye apate chochote kitu, ifike muda sasa anakuja kuibuka na kitu kipya. Kwanza nikushukuru kwa swali lako. Ni kweli, kwa nini Victoria? Hata baada ya kutoa hilo tangazo vilinifuata vyuo vingine. Na si njoo, lakini kwa kuwa nilikuwa tayari nishakuwa Victoria mwanzoni, wakati wa kuanzishwa kwake Victoria mwanzoni mapema tu nilipokisikia chuo, mimi nikaanza kufuatilia namna gani wanavyotoa kozi. Mimi nikawafuata kwa kuomba. Nilikuwa mwaka wa pili ule na watatu ndo walipoanza. Mimi nikawafuata nikamwambia naomba, kwa sababu nina changamoto mie kwenye vyuo vya afya. Vijana wanapoomba SUZA, chuo chetu kilichopo cha serikali,
wanaoingia ni wale walio na sifa njema, sifa nzuri zaidi. Kwa hiyo lazimika watoto wengi kuelekea wapi? Tanzania bara. Na changamoto nilokuwa naiona, wengine wakaenda Tanzania bara pia ilikuwa kuna changamoto, wengine hawawezi, watufuata sie waheshimiwa, mheshimiwa mie hivi. Kwa vile kile chuo mimi nikaendea, mimi nikawaambia, basi kama mwatoa hicho chuo, naomba na mie hapa munisaidie vijana wangu watakao toka jimboni, watakao kosa sifa pengine kwenye vyuo vile vingine, basi nyinyi muwachukue. Lakini sasa mkuwachukua kwenu, kwa kuwa mimi kule nitakuwa na wahamasishia, wakati huo kipo Unguja tu, kwa kuwa mimi na wahamasishia, basi munisaidie. Kwa mfano, nikiwaletea wanafunzi 5, mmoja simu nipe ofa mwenye mahitaji maalumu, mfano akiwa yatima. Wengi wanaonifuata mimi ni wale ambao hawana uwezo. Wenye uwezo wala hawanifuati, watakwenda zao tu wenyewe kwenye vyuo wataomba. Kwa kile yule mkurugenzi akakubali, akanambia basi sawa. Kwa mimi nikaanza kuwahamasisha vijana ambao wataka kajiunge na chuo, nendeni chuo fulani chatoa kozi vizuri na nini. Lakini pia wakatokea wale wanyonge, sasa nikawa nawaambia haya, wewe kunipa ofa moja, lakini mimi nina wanyonge 3 au 4. Anaambia basi lipa nusu ada. Kwa pale ndo nikaanza nao kama urafiki fulani tu hivi wa kusaidia, kwa sababu nilichochora kwamba hawapo kitamaa kivile kama wajirundikie. Wapo zaidi wamejikita nao kusaidia watu. Kwa hiyo ule mwaka wa mwanzo nikawapelekea watoto kama 8, wakanipa ofa 5. Ofa vipi? 3 wawili free, 3 nusu gharama. Kwa hiyo ule mwaka wa mwanzo tukafanya hivyo, kwa ule mwaka wa pili tukafanya hivyo. Mwaka wa pili walipoanzisha sasa kozi zao za afya, kwa hiyo nikatafuta wale vijana watoka kusoma afya ambao nilikuwa naamini wakaenda Suza watatemwa, lakini kwenda Tanzania bara pia ilikuwa mkikwazo. Nikamwambia nendeni pale. Kwa hiyo nikapata pale, na pale wakanigeia, nikapata tena wale wa afya nao ambao kwa nasaidia. Wapo ambao wao wasomesha wao kama wao bure, ambao walitokea jimboni. Kwa hiyo kwa ule ubia wangu wa ukaribu wangu mimi na wao, nikaona na kwa hili sasa, kwa kuwa sasa ushaingia kipindi cha pili, wasema nishazoea, na hata nilivyokuwa mara ile na sasa hivi itakuwa ni tofauti, na hata uono wangu tofauti, lakini na hata kipato naweza ngasema sasa ni tofauti, kwa sababu mwanzoni nilikuwa najitayarisha, lakini sasa hivi sasa ndiko kujitayarisha tena, nishajitayarisha miaka 5 nishajitayarisha. Kwa sasa hivi sasa nikaja na hiyo sura sasa ya kuwasaidia, sasa nisiwaache tu pale jimboni baada ya kumaliza form 4 kwa nini, nikaja na sura nyingine. Kwa vile nikawaendea nikamwambia, je, mpo tayari sasa tusapotiane, niwaletee vijana wangu, mwenyewe nitoe nusu gharama. Support yenu nyewe ni ipi? Munipe muda wa kulipa. Msinikwaze mimi kuwalipia vijana wangu. Wao wataleta nusu ya gharama, masuala yenu ya uendeshaji. Lakini mimi kulipa kwangu niwe nalipa kidogo kidogo. Nisilipe vile kwa papara. Kwa hiyo wakakubali, basi mheshimiwa sisi tupo tayari. Ukipata 1,000,000 leta, ukipata 2 leta, ukipata 500,000 leta. Tujue tu ni idadi ya wanafunzi wako wangapi. Kwa hiyo mimi ndani ya miaka 5 mimi nitakuwa wale na walipo wala hawanikwazi. Kwa hiyo vyo vingine pengine wasingetaka huo makubaliano hayo. Lakini kwa nini hao nilianza nao wakati wa shida? Sasa wakati wa raha ni waache. Kwa hiyo msukumo mimi nikaenda pale pale. Na ndio maana sasa nikawahamasisha. Basi kwa nini msifungue kule Pemba? Ikawa mimi ni urahisi wangu kwa kule Pemba. Ndio hapo sasa wakakaa wenyewe chuo, wakafanya hivyo, akaona basi ipo haja, basi twende Pemba kwa vile kuna uhitaji watu waje huku, twende Pemba. Na sababu ikawa na Pemba. Tunapo mimi ndo nikapata urahisi wa kuliendea hilo jambo langu. Lakini kozi wanazozitoa kwa kule Pemba bado hawana diploma. Kwa hiyo wao wale sasa watoa ngazi ya cheti tu. Kuna kozi ambazo wenyewe watoa ICT, journalism, digital designer, waita ile hospital attendant, yani orderly. Kwa hiyo hizo watu wazipo, nyingine ukitoka uweze ukaenda ukazifanyia kazi nje. Lakini mpaka utalii na watu wa masuala ya utalii tu hapo mheshimiwa. Kwa maana kule umesema wana ngazi ya cheti. Kule wana ngazi ya cheti kwa sasa. Sasa mwananchi wako anataka asome ngazi ya cheti lakini asiishie ngazi ya cheti. Kwa maana baada ya kusoma hapo anaweza kwenda kwenye tawi jingine ambalo lipo mathalan nje ya Pemba. Anaweza. Kwa mfano pale wakimtoa cheti, akimaliza pale, kwa mfano kwanza tuendelee atakayemaliza cheti. Akimaliza cheti atakwenda zake
atakwenda zake wapi? Diploma akitaka akipenda. Lakini kwa wale walio diploma kwa mfano wakitaka wao waende nje, watakwenda nje ya Pemba, na vyema kwamba hawacheti, hawana mkopo wa serikali. Ndio maana mimi nikapush nikawasaidia, kwa sababu Mheshimiwa Rais yeye tayari wasaidia walio ngazi ya diploma kwenda juu. Kwa hawa walio cheti vile ndio wakuza mpaka wakitaka diploma serikali itawapushi. Kwa mimi yangu naenda na cheti. Akitaka kutoka mwenyewe ile diploma aje huko, akitaka wapo wanaonifuata tufahamishe vyuo. Alikuwa kozi hapa zilizopo hapendi, hiyo Victoria ilipo hapa Kijichi hapendi, na wafahamisha vya vingine na wasaidia kuunganisha fresh tu kama kawaida. Sasa hii mheshimiwa, mimi nataka pia nielewe. Vigezo manake acha vigezo vya kwamba D2 tagusia huko vigezo hivyo, lakini nataka pia kigezo kwamba mwananchi wa jimbo la Konde ambaye anatufuatilia hapa ana haki na mujibu wa kukufuata na kumpa hiyo kigezo na akajiunga na chuo hicho, au mwananchi yoyote ambaye anatokea Fiston Pemba? Hapana. Ni mwananchi wa jimbo la Konde tu ndiye atakaye kwenda kusoma kwenye kile chuo, na mwanzoni ndio tulipotangaza. Haijalishi awe yatima, awe ana uwezo, awe vipi, anayetokea Konde tu akapenda atakwenda. Na wapo tayari washajiunga, wapo tu vijana wengi tu washakwenda. Kwa sasa nadhani wakaribia zao pengine kwenye 40 pengine huko kwa Konde tu. Lakini pia baada ya kutoa hiyo ofa wakaipata walio wengi, nilikuwa wanifuata kwa simu, mheshimiwa, na mie ni yatima, sina uwezo, au wazee wangu hawana uwezo kunisomesha na mimi nataka nende. Wengi tu nilikuwa napigiwa simu kila pahali. Kwa hiyo mimi nikainama nikafikiria, kwa hiyo kwa nini basi wacha niwasaidie na mama yatima, atakaye yatima atake hivyo hivyo. Nikarudi kule niliko kwenda kula ubia na wale jamaa, nikamwambia jamani, kutokana na hali ilivyo, wapo waliojitokeza watoto ambao wana mazingira magumu, tena dhana zaidi wa yatima, pamoja na kwamba dini akishatimia miaka 15 baleghe yasomwa si yatima, lakini kutokana na hali ukiwa huna wazazi huwa pia ni changamoto kwenye baadhi ya mambo. Kwa wakakubali, nikamwambia ahadi yangu ni ile ile, tutakwenda mdogo mdogo, tuangalie tutapata wangapi, lakini tuendeni nao. Kwa hebu toeni tangazo, tuwapushi na hawa mayatima. Sasa mayatima tukaenda kwa mayatima wa Mkaskazini tu, nikamwambia ufanyeni wayatima wote wa Pemba nzima atakayetaka. Inawezekana wengine wala hawataki, tukawa tuna hofu tu, tuogopa, lakini inawezekana na tusipate wengi wala, lakini hebu tutoe kwa kila ambaye kuaona yeye ataka ende, basi akajitafutia ujuzi, akipenda kujiendeleza atajiendeleza, akipenda kuishi hapo hapo akiridhika na hicho basi. Kwa hiyo ile ipo kwa jimboni, watakwenda watu wote wenye sifa zote, haijalishi. Lakini kwa Pemba yote atakayejisikia apenda kwenda kuongezea ujuzi na bado kichwa chake cha tuma kina uwezo wa kusoma, basi akasome mpaka ende zake madigiri sijui na madude gani huko akajisomea. Kwenye hilo umezungumza tayari kwa upande wa mayatima wasiojiweza, lakini kuna kitu kimoja hapo hujakigusia. Nataka nao pia wafaidike, wazee ambao wanapatikana kwenye jimbo lako, wanataka na wao pia wapate matunda ya mheshimiwa mwakilishi, wanayapataje? Hasa kwa upande pia wa mfuko wa jimbo, yani umetenga nini? Nataka nielewe pia hapo. Kwa upande wa wazee wapata na wao, si ndio watoto wao washapata huko kwa watoto wao, kwa sababu watoto wao ndio tukiwachukua nia yake tutawasaidia pia wao wazee. Lakini pengine wataka kama mzee pengine afaidika vipi na mheshimiwa. Mzee kama mzee kwanza afaidika vipi? Kwanza kuna sura kwa jimbo langu, kwa mfano kwa jimbo langu pengine kuwasaidia wazee ili wapate ile haki ya uzeeni tu, kwa mzee mwenyewe ni faraja. Kwa hiyo kama mwakilishi na maana kusimamia, kuhakikisha na watambua, lakini baada ya kuwatambua kuwasaidia kufuatilia ili wapate ile haki yao 50,000 ya mheshimiwa rais na wao waonje. Kuna wazee hawajui hata wanze wapi wala wafike wapi, lakini naweza kwambia kuna wazee fulani hawapati. Kwa hiyo tuna vijana wetu jimboni ambao tuwatumilia, wasuambia ukimpata mzee yote ambaye ametimia umri kwenye jimbo, muorodheshe, mlete, fanya follow up ili kwanza kwa kuanzia apate hii haki. Lakini pia kuwasaidia huduma mbalimbali, tuweza tukawasaidia kwa mfano huduma za afya. Nikamwambia mzee ana shida aumwa, tutawasaidia kuwapeleka hospitali. Tukipata kama hivyo sadaka riziki twawapa, kama sikukuu kama hii twawapa, Ramadhani twawapa.
Lakini kwa mfuko wa jimbo, kama mfuko wa jimbo kwenda kumnufaisha mzee moja kwa moja, hawendi kumnufaisha moja kwa moja kama mzee. Ila mfuko wa jimbo utamnufaisha mzee. Kwa mfano, kuna mfuko wa jimbo mmoja tulikwenda tukachimba kisima, ambacho kisima hicho kikenda kikanufaisha hospitali. Kwa hiyo mzee pale akende, na maana huduma ya afya ataipata. Kwa hiyo moja kwa moja mfuko hauendi kwa mzee moja kwa moja, ila kuna mazingira mfuko utamnufaisha mzee. Bila shaka ni mama. Na ni mama watoto ngapi? Ni mama watoto 7. Hebu niambie, unatenga majukumu yako vipi kwa ajili ya kukaa na watoto, pengine labda kupitia hata kile ambacho na apply shule? Napitia, naangalia baadhi ya wakati na watuma na wale wadada, si kwa vile washakuwa 7, ina maana kuna wakubwa zao. Kwa hiyo wale wakubwa wale kila huwa nawajaribu kuwapangia kwamba nao watoe huduma, wanisaidie kwa wale wenzio, hasa kwa masuala ya elimu, kufuatilia, kuhakikisha kwamba wadogo zao pengine shule wenda vizuri, kama na madrasa wafuatilia, nao huwa na watuma majukumu, wasaidieni, wasomesheni, nao wawasomesha. Kwa hivyo, lakini mimi kama mama, na mimi napika mwenyewe. Kwanza napenda nipike mwenyewe, chakula nilichopika mwenyewe nakipenda zaidi kuliko nilichopikiwa. Nafua mwenyewe, najua na mume, kwa unajua nafasi ya mume ni ipi, na mimi ni nafasi ya jimbo ni ipi, nafasi ya mume ni ipi, nafasi ya watoto ni ipi. Natenga, ingawa ndani yake kuweza kukaa na changamoto, kwa sababu huwezi, Waswahili wasema mwangaza 2 moja humponya, lakini naomba nisijeponywa mume wangu tu. Kwa hiyo Waswahili hivyo wasema. Na kadiri majukumu yanapokuwa mengi, pengine ndani yake kutakuwa kuna changamoto, lakini lazima watakiwa, kwa sababu uliumbwa na akili, masikio ya kusikia, mdomo wa kusema, uweze kuyabalance mambo yote hayo. Hakikishe kwa 100% hufeli wala hufilisiwi ni mawazo ya kuweza kuyaendea mambo. Kwa hiyo na plani tu, na nashukuru kwamba watoto wangu wasoma vizuri, wale wanaosoma wasoma vizuri, waendelea vizuri tu, na wale wadogo pia wasoma. Ni mama mwenye mume. Nataka nijue pia mumeo unamkosa pengine mathalan kwa wiki, kwa mwezi mara ngapi? Lakini pia kadhalika nataka pia nijue na ana mchango gani kwako wewe pia kwa kukusupport kwa kile ambacho unaendelea kukifanya. Kwanza mashirikiano na upendo. Kwa hiyo hivyo vitu viwili hivyo ndio vinavyofanya kwamba haya mambo yaendelee kuwa mazuri hadi sasa. Yaani hakuna siku kwamba mimi anikwaza kwenye masuala yangu haya ya jimbo wala ya kazi ya serikali. Na kwa upande wa kijimbo zaidi yatoa mashirikiano mazuri zaidi sana, tena sana. Naweza sema baadhi ya wakati kama atakuwa yupo vizuri na yupo, inaweza kuwa hata nipita mie, kwa sababu yeye ndio mwanamume azunguka huku na huku, akutana na jamii na changamoto nyingi, naweza akatatua changamoto pasina mie. Lakini pia na kwa upande wa serikali wala hana shida kwa pengine anikwaze au vipi, na atoa mashirikiano mazuri, ingawa kuna changamoto. Wengine huwa mwambia ndio achukuliwe huyu mwanamke, ndio utakataliwa huko, sasa ndio hivi. Lakini hapana, ni ajua kwamba hapa ndio duniani kutafuta maisha kwa njia yoyote muhimu, kujaliana, kuheshimiana na kupendana basi. Kwa hiyo hana shida kwenye huko wala, na mambo yenda vizuri. Lakini kwa mara ngapi na nikosa, huwa nikosa mara sizijui. Lakini kwa sababu tu watu wazima na siwezi kuna mitandao, hakuna shida ya kutafutana kama mtu munania mkutane. In case naweza hata mimi nikatonkia mwana chomoka saizi jioni, na chomoka nda zangu Pemba na lala, alafu asubuhi narudi. Kwa hiyo mara ngapi yanikosa, mara ngapi yanipata, hapana, ni wenyewe tu kujipangia. Hakuna shida na hilo, mkujipangia tu. Lakini hatujua tuko watu wakosana kiasi ya kwamba mpaka mtu wako pengine ameona mwenzake ni kikwazo, hakuna hilo. Mheshimiwa, wewe ni mwanamke na tunaelewa hali ya mwanamke na hasa kwenye haya majukumu. Hebu niambie, kwenye hizi harakati zako wewe kuna changamoto gani ambazo unakutana nazo hasa kwenye swala zima la kuepukana na wanaume, pengine labda yule ambaye anahitaji kuwa na wewe? Asante kwa swala lako la uchokozi. Kwanza nakutana nao kwa sababu ndo mwanamke, kama ushavyosema ni mwanamke, na kwa hiyo mimi nakutana nao. Lakini kuna kukutana, kuna kukubali, kuna kukataa. Utakutana nao. Wala si ugomvi kukutana naye akakwambia atakalo. Si ugomvi. Wala usimpige. Si ashasema?
Basi alafu kuna kukubali na kukataa. Tena mwenyewe utajiseti tu wataka au hutaki. Lakini kwa sababu kuniuliza kama mimi niseme kitu kimoja tu. Labda pengine watu waweza kuwa tofauti, kila mtu na tabia zake na kila mtu na anavyoona. Lakini mimi ninachoamini ni moja, kwamba heshima ni kitu cha bure. Hakuna kitu kizuri kama kujenga heshima na uaminifu. Kwa hiyo mimi hata mtu akinifanya, na naweza kwambia hata sifatwi kimoja kwa moja, in case labda mtu akutanie kwa kukurushia, lakini kwa kufuata kwa kukusudia si kawaida sana. Inawezekana hata watu pengine wanihofu, wanaogopa, lakini sijakuwa kwa hapa sasa ikawa ndio uhuru wa kuwa waje sasa wasiniogope, hapana. Lakini ni heshima ya mtu mwenyewe na alivyojiweka tu. Lakini ukiamua kuambiwa utaambiwa, wala usikereke, kwa sababu ndio maumbile ya si wanawake na wanaume, hasa vile mnapokaa pamoja. Lakini sikioni kuwa mimi kikwazo kinikoseze mimi kufanya kazi zangu au kujitoa kutafuta yale ninayoambiwa, pana. Hata akisema mwache aseme, kazi iendelee. Vitu vya kawaida hivyo. Katika kumbukumbu zako pia, na mimi natia uchokozi hapa, maana nishapata langu. Ulishawahi kumwambia baba kuna watu kuna mtu hivi mbona kama simuelewi hivi, anakuwa anataka uchokozi hivi? Ushawahi kumwambia pengine labda katika hii uongozi tu wa miaka 5 au ukiacha hivi huko nyuma? Hapana, mimi simwambii, lakini yeye aliambiwa kabla. Okay. Yeye aliambiwa kabla, kama ukimpeleka huko huyo kutakuwa kuna 1 2 3 4 5. Kwa hiyo yeye ajua tayari, si watu alishamtanabahisha. Kama huko ukenda kuna 1 2 3 4, na akanambia, naambiwa kama ukenda huko kutakuwa kuna mambo hayo sana, viongozi ndio wanaopenda wakubwa waenda kwa chakula cha wakubwa. Akanambia hivyo hivyo. Naambiwa kama utakuwa chakula cha wakubwa, chakula cha mabosi, wewe ndio utakuwa kwa bosi, kama hivyo. Kwa kuwa tayari alishaambiwa, ina maana hofu zake bila shaka atakuwa nazo. Yale niloambiwa ndio hayo. Lakini sasa mimi najenga mazingira ya kufanya yale aliyoambiwa yasiwe ndio akayaamini hayo. Moja, mazingira ya mwanzo ni muwazi. Mazingira kwanza muwazi. Mazingira ya pili, sisemi uongo. Sipendi kusema uongo. Moja nasema moja, 2 2. Kwa hiyo simdanganyi. Hakuna kitu ambacho namdanganyi. Hata hivi nilipokuja hapa hivi, basi mimi lazima nikifika niseme leo nilikuwa, kwa mfano sijawahi kusema mapema, lakini leo nilikuwa wapi. Kwa hiyo naweka kila kitu wazi kwa mie, yanayonihusu kama mie. Namwekea wazi kila kitu ajua. Lakini pia hii ndio ugomvi mkubwa ya watu wengi. Ndoa nyingi za katika kwa simu za mikononi. Ndoa nyingi za katika kutumia mitandao kama hii ya kijamii. Kwa mimi nipo huru. Hii simu hii hataki chukua kilalana usiku 3. Na huyo atakaye kuja huyo, kwa mfano kunifanyia mimi utani, pengine akanambia ndio kama vile tulivyosema labda, mheshimiwa vipi, mimi nataka niwe rafiki yako kwa mfano. Namwambia kabisa situmia simu yangu. Si atakuwa kananiambia mfano kwa simu. Simu yangu ipo huru, mtu yote aweza akatumia. Hakuna jipya kwa mimi naficha. Wala sina simu nyingine. Na vyema kwamba nina line hii na namba hii moja. Kwa hiyo kama wajiamini, atakaye kupokea yote simu yangu. Una maneno na mimi tumalizana hivi usona macho. Kwa hiyo nipo huru, ni muwazi sana kwa hilo. Kwa hiyo najenga ili aone kwamba yale walioaminishwa si ukweli. Na niwaambie na watu wajue, si ukweli kwamba labda mwanamke kuwa hivyo, kuwa kwenye nafasi hizi ndio yeye atakuwa ni mtovu wa nidhamu au hana heshima. Hapana. Atakuwa yupo vizuri, itategemea na malezi aliokulia na namna gani yeye namna gani yeye yupo na Mungu. Mheshimiwa, hivi mumeo ana wake ngapi? Ana mie tu, ila heka siku hapo. Usiseme hivyo, lakini ulishawahi kuwaza labda siku moja ukamwambia Mungu kutokana na hizo kazi? Sasa nichokoza. Hebu ongeza hata ukiongea. Simwambii. Tena hapa nitakupato wewe hapa nsema hapo. Simwambii kaoe. Wala simshauri kwa akaoe, lakini akenda akioa simkatazi, wala sikimbii, wala sidai talaka, wala simwambii nitakuua, wala simtengi. Yale yote aliyokuwa akiyapata nitajikaza, kwa sababu nitakuwa naumia na ndo maumbile yetu. Nitajitahidi ni udhibiti wanawake wangu, kwa sababu ndo maumbile yetu, hasira hasa kipindi hicho. Lakini mimi sitataka niwe mjane kwa sababu ya kuoa. Sitataka mie tuachane, tutengane kwa yani kukimbiana tu vile mwezi nyumbani hayumo kwa sababu ndo kanao. Hapana. Kwa mimi nitakuwa sipendi, nitachukia kwa sababu ndo hulka zetu, lakini kuchukia. Lakini kumshauri sinshauri, ela pesa simpi, ela sinzingi ntunke, mwenyewe akiamua
Mheshimiwa, ushauri kwa watoto wa kike, ikiwa wewe ni naibu waziri wa maendeleo ya jamii, jinsia, wazee na watoto, ushauri wako ni upi kwa watoto wa kike, hasa kwenye umri mdogo, ambao wenye umri mdogo zaidi, lakini tukiangalia tunakwenda na kasi ya teknolojia na kasi pia ambayo tunaweza kusema kwamba inavuma zaidi hasa kwenye suala zima la malezi. Asante sana ndugu mtangazaji kwa kuwa kuhusia swala la malezi zaidi, lakini kwa watoto wa kike. Na hapa naomba nianze na hawa walezi wenyewe, kwa sababu ndio wanaolea watoto wa kike. Watoto wa kike ni changamoto, wanaingia kwenye changamoto kutokana na kuwa hawajitambui. Na kwa kweli ni kesi nyingi ambazo tukabiliana nazo kwa sasa kuhusiana na watoto wa kike. Watoto wa kike kuanzia miaka 8, 10 hapo ndo waanza tabia ambazo ni hatarishi, lakini baadhi ya wakati waweza ukawahusisha wazee moja kwa moja, walezi. Na kwa umri wao mara nyingi tutawahusisha wazazi, kwa sababu ndo walezi na ndo muda mwingi wanaokaa nao watoto. Kuwapa uhuru mkubwa watoto bila kuangalia, hiyo changamoto ya kwanza. Lakini changamoto ya pili, wazazi kuwa wakali kupita kiasi. Kupita kiasi wazazi wakali, kwa sababu mtoto mdogo utamwambia kwamba ukija ukifanya vitendo vibaya na kuua, mkikukuta kunasoma na mvulana na kuchoma kisu na kupiga, wamtisha vile sana kiasi kwamba mpaka yule mtoto sasa ajenga hofu na uoga. Ina maana mtoto yule mdogo atakapokwenda kufanywa vile vitendo ambavyo wewe ulimhofisha, hasemi kwao, kwa sababu akija nyumbani kusema, ambapo alitegemea mzazi sasa awe ndo msaada wake, lakini mzazi kashamtisha, nitakuua, nitakuchoma moto, nitakufanya hivi. Kwa mtoto aendelea kudhalilika huko nje. Pengine aliguswa tu siku hiyo, alikamatwa tu. Kwa lakini kuja nyumbani akasema, wewe ushakwenda chezea watoto huko hivi na hivi, ushachezea uhuni. Huko. Kwa hiyo haji huko. Kwa hiyo wapi akimbilie? Kimbilio lake mtoto sasa kwa akili yake kule alikofanywa kile kitu, kule ndo kimbilio, kwa sababu kule apewa pesa, kule apewa vitu. Kwa hiyo ona yule kule mimi ni rafikia, pamoja na kuwa nifanyia kitu kibaya na mama ashanitisha, lakini sasa yule ana hadaa na maneno ya hadaa, na yeye ni mtoto. Ona mimi hufanywi kitu, mimi nitakupa hivi, mimi nini, wala hujulikani, mimi hivi. Kwa ile maneno anayopata kule malaini, aona yeye utoto wake bora ende kule. Huku kwa wazazi sasa hakujiki, kwa sababu kuna vitisho vikali ambavyo vijeva mhatarisha maisha yake. Kule haambiwi. Lakini pia kule aweza mara nyingine na yule kule akimfanyia kibaya zaidi, kikubwa zaidi, pengine siku nyingine alikuwa amuita, ampa pipi, angusagusa, muachia, ampa pipi, angusagusa. Sasa siku enda amfanyia kile kibaya zaidi sana, ukisema hichi na kuua. Kwa hiyo kule nyumbani aliambiwa atauliwa, na kule yule, ina maana mtoto sasa katikati. Ukatikati wake sasa hasemi kwao, na kule atulia. Kwa ataendelea kufanyia vile vitendo, kwa sababu kama alitishiwa kuuliwa kule, lakini halafu siku yake alikutwa akapewa chipsi, alikutwa akapewa soda. Ona basi huko kuna hivi ubaya, lakini kisha kuna na uzuri. Lakini huko nyumbani alitishwa tu, hajaambiwa kama wewe mtoto ukiona mazingira haya basi fanya hivi. Mama au baba hawajakuwa vile marafiki sana, walikuwa wakali zaidi. Kwa hiyo nao wasio changamoto nyingine. Lakini pia sasa ni washauri watoto. Inawezekana wako wengine watanifuatilia weza wakaona, lakini kwa hapa kwa watoto basi wajitambue. Wajue kwamba wao ni nani, wawe na malengo, wawe na ndoto, wapime, wachukue vigezo kupitia kwa sie, kupitia kama wana dada zao, kupitia Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, waone kwamba kumbe mimi mwanamke lakini naweza nikafanya vitu vikubwa mpaka tuntoa rais mwanamke. Kwa hiyo ingekuwa kama watu wangekuwa wapima watoto, ingekuwa watafakari hivyo wakapima, yani tungesema si Zanzibar sasa wala hakuna mtoto wa kike ambaye angelegea kwa sasa, sababu tuna kigezo kizuri. Nitakuwa sijatenda haki kama sijakuuliza hili. Kwa kama na hivyo, manake unakuwa unapokea kesi ngapi pengine labda kwa mwezi za namna hiyo? Lakini pia nataka kujua kesi hizo ambazo unazozipokea zinakuwa
kesi gani ni kubwa zaidi? Pengine labda 10, lakini kesi kubwa zaidi inakuwa ni kesi fulani kwa watoto. Kwanza kuna hali mbili. Kuna kesi ambazo nazipokea, napigiwa simu yangu tumie kama mimi nikapigiwa simu. Lakini kuna kesi ambazo zenda zake kufuata ule utaratibu, kwenda zake kwa mfano kiuripotiwa kwa sheha, kituo cha polisi, dawati hizo, sakuwa hizo huko. Lakini zile mie kama mie tu mtu anijua au aliamua nipigie nijulishe jambo, pengine kwa mwezi naweza nikatimiza 15 20 kwa mie kama mie. Zinakuwa zina muktadha gani hizo? Muktadha zote, kesi zote ni ubakaji. Nyingi ubakaji, udhalilishaji, tena watoto wadogo wa kike na wa kiume. Na nyingi chini ya miaka 16. Nyingi nazopokea mimi chini, yani watoto wadogo miaka 2, 3, 5, 7, 12 hapo. Nyingi hizo ndo ninazopokea sana. Hizi za watoto wakubwa kwa mfano miaka 17, 6 kuendelea huko chache hizi sisi ambazo nazipokea. Na nadhani watu wanipa hizo ndogo ndogo kusudi kutokana na ule ukali wake, waziona hizi zitakuwa ni nzuri na zitakwenda vyema. Na mimi nazipenda zaidi hizi huku ndogo zaidi, kwa sababu ni ukweli. Mtoto mdogo akiwa mdogo atakiwa alindwe, asaidiwe mdogo zaidi. Changamoto sasa tunaokumbana nayo katika kuzifuatilia. Na kweli huwa najipania hasa kuzifuatilia kwa waendesha mashtaka, vituo vya polisi, madawati, twenda mbio kuhakikisha haki yatendeka. Lakini mwisho wa siku sasa wakiona wale wazazi ili jambo sasa latia sura, wakimbia, hupati tena mashirikiano, hupati tena ushahidi, ndio zaanza kufifia. Mpaka leo nilikuwa ofisini naangalia kitabu changu kimoja hivi, nilikuwa naiorodhesha kesi fulani. Yaani hata ukimpigia simu ndio hapatikani kabisa. Tena yeye alifanywa baba yake, mtoto wa miaka 4, baba mzazi ndio aliofanyezekana, mama mwenyewe kasharudi kwa mumewe, washakuwa mashauri, kashasamehe. Kwa hiyo ndio changamoto ya mambo haya. Lakini kesi kubwa na nyingi zinazotawala ni ubakaji, udhalilishaji wa watoto wao wadogo kuanzia miaka 2 na kwenda mpaka 5 hapo. Sana tu kike na kiume. Yaani kwanza kubadilisha mindset za watu. Yaani natamani kwamba ungeweza mie kuona kwamba watu wenyewe wajue kwamba hili ni tatizo. Hilo, yani watu akili ya watu ile iseme kwamba hili hatulitaki. Na watu wenyewe wakisema kwamba hili hatulitaki, Zanzibar hili hatulitaki, au jamii au mfano mji fulani si hili hatulitaki, yawezekana kusema kwamba hili si hatulitaki na likaondoka. Na Zanzibar tukisema kwamba hili hatulitaki, tuna uwezo wa kusema hili hatulitaki au hili tuwapunguza, kwa sababu mimi huwa napiga mifano mingi tu ambapo Zanzibar tulisema haya hatuyataki, hayapo, yalipungua kasi. Kwa mfano watu walisema hatuitaki corona, Zanzibar hatutaki nini? Corona, vita corona hapa. Tulikuwa tunajitia ndani, barakoa, pigeni nyungu, tulifanya sote kwa sababu tuliamini corona ikikupiga ukitoka utakufa. Kwa hiyo tunayo mambo yetu, lakini pia tulisema ukimwi tatizo. Ukienda takwimu waambia unshuka, upo chini. Tuko pamoja? Lakini mimi nakumbuka miaka ya 2000 kama sitaki kosea na 5 10 hapo kulikuja changamoto kubwa. Wakati mimi ni mwalimu nilikuwa likiniuma kuvuja kwa mitihani, kufojiwa kwa mitihani. Ilikuwa mitihani mimi nakumbuka nasimamia, ni mwalimu ninakwenda simamia kituo, mitihani yaletwa ndani ya kipolo kiroba ya mimino, watu washia wagawa. Nafsi yangu mimi ninashuhudia. Na nikawa najiuliza, hivi nilikuwa kama hili likiendelea baada ya miaka fulani tutakuwa na taifa gani la vijana gani? Nilikuwa najiuliza. Lakini tuliposema hatulitaki, watoto wafanye wapata division 1 kwa wenyewe na akili zao, kwa sababu tulikataa kuwalemaza, hakuna tena ile iliondoka. Kwa hiyo viko vitu ambavyo tukisema Zanzibar hivi hatuvitaki, tuna uwezo wa kusema hatuvitaki na tukaviondoa. Lakini na mimi huwa mara nyingi muwazi, napenda kusema ukweli. Udhalilishaji ni fursa kwa wengine. Kuna watu kwenye udhalilishaji watengeza pesa, na pahali panapotengezwa pesa, pahali popote panapotengezwa pesa, yani kuondoka kwake ni shida kubwa, ni vita na watu,
ni vita na jamii. Kwa hiyo na jamii ndio inayofanya vitu, jamii hiyo ndio inayotengeneza hizo pesa. Kosa kuondoa vile vitu ni shida. Nikiwa na maana kwamba kwa mfano tukio limetokea hapa, mfanyaji ni X, lakini kule kuna mtu kashategemea. Kwa mfano napiga mfano tu, kwa mfano Sheha ashategemea hapa kwenye kesi yeye ndio apate kijio Harambee. Aidha awapatanishe wale, lipalizike na yeye apate chochote. Si atakuwa ndo mpatanishaji. Kesi hataki Sheha, kwa mfano Sheha tumwache, twenda zetu kituo cha polisi. Kituo cha polisi akiona tu kesi ya askari na ikashatengeza mazingira ya nini? Ya chochote. Twenda zetu kuendesha mashtaka. Kwa sababu mule ndani yake mule muna maisha ya watu, ndio watu wanapopata vijio, atamani ya sawa ndoto abakwe wao apate maisha. Ushafahamu? Na kesi yenyewe ndio ni kubwa, dhamana yake ni dhamana ni kubwa, matukio makubwa ya kutisha. Kwa hiyo ukisikia tu jamaa kambaka, ukiambiwa tu kashabaka, pesa hizo, wale wadogo wale wanatangaza pesa hizo. Kwa kumbe vile tuaomba kwa na wabakaji ili tupate nini? Maisha baadhi yao. Kwa hiyo ni jambo tunaweza tukaliondoa baada ya kubadilisha akili zetu. Zanzibar tuweza sana. Tuna mambo tukiyataka wenyewe tu. Jambo jingine, mfano mwingine nzuri tu. Tulisema mara yetu tufanye uchaguzi wetu asinyukuliwe, tukanyukuliwa nani? Si tumpiga vizuri tu safi kabisa. Yaani kama kuna uchaguzi wa mfano wa kupigiwa mfano, kuna uchaguzi wa kupewa maksi 100 chini ya 100 nzuri safi sana kabisa, nilipokuwa mwalimu nikiandika hivyo akinifurahisha mtoto. Basi ni mwaka huu uchaguzi. Kwa kuwa tulihubiri hatutaki vita, tulihubiri amani, mashehe walihubiri amani, kila mtu alihubiri amani. Twaweza? Hatujataka tu. Kwa hiyo mimi natamani hasa uwepo wangu tubadilike, watu wabadilike. Siku moja tuone kwamba hili ni issue, isiwe la waziri tu, isiwe rais tu, isiwe la wizara tu au la fulani tu, watu wote tuumie. Kwa sababu tufikirie baada ya miaka 15 ijayo 30 tutakuwa tuna kizazi gani? Imagine wewe ubaradhuli. Watu hawapendi hata kusema. Kwa sababu hapo ndio ndio gusa hasa ile mitaji ya watu. Ubaradhuli baada ya miaka 20 50 ijayo Zanzibar, rais nani? Askari nani? Mwalimu nani? Shehe nani? Na saizi ndio wapo hivi kwa kazi kubwa. Yaani kuna kesi huko chini haziripotiwi, watoto wabakwa wadogo wengi. Hivyo ndio vibaradhuli vya kesho kutwa. Baada ya miaka 20 ijayo, yaani Zanzibar tutasemwa vingine kama hatujataka kubadilika. Mimi nasema hapo wala sitafuni maneno. Mwazi kabisa. Baada ya miaka 20 ijayo, basi Zanzibar tutakuwa na taifa jingine. Hali mbaya ya ubakaji hasa kwa watoto wa kiume na watoto wadogo. Lakini mtoto aliyebakwa wanajenga hasira, chuki, hawana chuki, aika visasi. Wamfanya lakini asiwe na ndoto. Awe mwanamke au mwanamume hawe na ndoto za kesho. Kwa hiyo pia ile taifa tulifikirie kesho yake tutakuja kuona. Si ndio twafa. Message na 49 huko na malizika. Na nyote hapa nyote mshapita kwenye 20 mshapita. Kesho kutwa tuenda zetu na nyinyi wakubwa, lakini au mtakao kuja wasimamia nyinyi sasa mkuja kuwa wazee mmoja kuta watu gani? Mheshimiwa, kwanza hongera sana. Kwa sababu umezungumza, lakini pia umezungumza kama mama, umezungumza kama kiongozi, umezungumza kiuchungu zaidi. Na yote ambayo umezungumza naamini hasa kama mama na kiongozi basi yapo. Kwa hiyo nikupongeze sana kwanza hilo. Asante. Mtazamaji wa Bahari TV, naweza nikasema tunafika mwisho kwenye mahojiano yetu haya. Tulikuwa tuko na mwakilishi wa jimbo la Konde kupitia Chama cha Mapinduzi CCM, ambaye pia ni naibu waziri wa maendeleo ya jamii, jinsia, wazee na watoto. Tumezungumza mengi mno hapa, lakini pia haya yote ambayo tumeyazungumza basi utakwenda kuyapata kupitia Bahari TV. Mimi naitwa Amur, nikutakia siku njema.